Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 13 mstari wa 24 hadi 43. Wakati ule Yesu aliwasimulia mfano mwingine akisema, ufalme wa mbingu umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini watu walipolala usingizi, adui yake akaja, akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Mishe ilipomea na kushanua, magugu pia yakaonekana. Hapo watumishi wa mwenye shamba wakamwendea na kumwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika shamba lako? Basi limepataje magugu? Akawaambia, adui amefanya haya. Watumishi wakamuuliza, je, wataka twende tukayakusanye? Akasema, la sivyo, msije mkang'oa ngano pamoja na magugu mnayotaka kukusanya. Asheni mbegu zote mbili zikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu, mkayafunge matita na kuyashoma moto, na kisha hapo kusanyeni ngano ghalani mwangu. Akawasimulia mfano mwingine akisema, ufalme wa mbingu umefanana na mbegu ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni dogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata ndege wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbingu unafanana na chachu aliyoitoa mwanamke, akaichanganya na pishi 3 za unga, hata wote ukachacha. Hayo yote Yesu alisema kwa makundi ya watu kwa mifano. Pasipo mifano hakusema nao. Ilikuwa hivyo ili litimie lile lililosemwa na nabii, nitafumbua kinywa changu na mifano nitatangaza yaliyofishika tangu mwanzo wa dunia. Kisha Yesu akayaaga makundi ya watu, akaenda nyumbani. Huko wafuasi wake wakamwendea wakisema, tufafanulie ule mfano wa magugu shambani. Akijibu akasema, mtu apandaye mbegu njema ni mwana wa mtu, shamba ni dunia. Mbegu njema ni wana wa ufalme, magugu ni wana wa mwovu. Adui aliyepanda ni Shetani. Mavuno ni mwisho wa dunia, wavunaji ni malaika. Basi kama magugu yanavyokusanywa na kuchomwa moto, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Mwana wa mtu atawatuma malaika wake, nao watakusanya katika ufalme wake makwazo yote na watenda maovu, na kuwatupa katika tanuri ya moto. Humo mtakuwamo kulia na kusaga meno. Hapo waadilifu watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Aliye na masikio na asikie. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana. Jua watoto wako na kipindi. Kwa hivyo tuwaruhusu kwanza watoke ili wakuwe na sister
Ni wewe uko na watoto? Nani yako na wao? Watoto watakuwa na animator, kwa hivyo tuwaruhusu kwanza watoke. Yeah, that is good. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. Leo ni Jumapili ya 16 katika kipindi cha kawaida katika taratibu ya vipindi vyetu. Kwa hivyo tunaendelea na ndipo tukavaa mavazi ya kijani kibichi. Na pia katika taifa letu, katika jimbo hili la Nairobi, kuanzia leo, ni tarehe ngapi leo? Tarehe 19. Kuelekea mpaka tarehe 26 mwezi huu, for 1 week, 1 good week, tumewakaribisha na tumewapokea maaskofu wanaojulikana kama maaskofu wa nchi za AMESEA. Unajua AMESEA ni nini? Unajua AMESEA ni nini? Kuna muungano wa kanisa Katoliki katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, ambalo linajumuisha mataifa 9. Actually ni 9 full members, and there is also another one. Hayo mataifa ni pamoja na Kenya, pamoja na Eritrea, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia. Katika nchi hizo zote 9, maaskofu wote ambao wanajumuisha maaskofu 140 bishops, wote wako Nairobi. All those bishops wako Nairobi, wako na mkutano Nairobi. Mkutano unafanyika katika chuo kikuu cha Katoliki kinachojulikana kama The Catholic University of Eastern Africa. Si hilo ni jambo kubwa? Can you imagine with 140 bishops gathered in our country at one time? Sidio? And they will be here for a whole week. So you can be sure that is something very, very great. Unajua ndio mimi ninaona watu wakicheza na taifa letu, ninawahurumia. Isn't it? If the bishops can decide to meet in Kenya, it is because they know what Kenya means, isn't it? That's a very great respect, very great honor to our country. Hata Pope mwenyewe ameweka sahihi, wakutane wapi? Wakutane Kenya. Because they cannot meet before he knows and before he allows. He cannot allow them to meet somewhere that is not safe. Suppose they had said they are going to meet in South Africa. Kama wangekuwa wamepanga hiyo mkutano South Africa, wangeenda. So it is good to know that. Mimi nimewaambia hivyo ili mjue tumeheshimika kwa njia ya juu sana. Maaskofu 140 wamekutana Nairobi. Isn't it? Yeah. Alafu siku ya leo tumesema muongozo wa masomo yetu unatueleza kwamba tunaishi kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Isn't it? We live by the grace of God. Wengine wanaangalia mambo yao, wanaangalia uwezo wao, wanaangalia mali yao, wanafikiri kwamba wao wamejimudu. Wanafikiri kwamba
kwa sababu ya nguvu zao na uwezo wao ndio wanalala na kuamka. But I must tell you that we only live by the grace of God, isn't it? Yes. Nani anakuamsha asubuhi? Na sijui mimi kama niliwahi kusema, nikasema kwamba wakati unaenda kulala, that time when you go to sleep, just think about that time when you go to sleep, when you are alone. Unajua wakati wa kulala hakunaga discussions, ndio? Zile shughuli za kulala ni zako peke yako. Unasinzia, ndio? Unataka kulala, unaondoka, unaenda kwa rumu yako, ndio? Na unafanya some rituals. Kuna rituals unafanya hapo, ndio? Wengine wanapenda kuoga kabla ya kulala, before you sleep, na wanasema kama sijaoga siwezi kupata usingizi, ndio? And it is very healthy. Ingia kwa bafu, oga, badilisha manguo, sasa lala. And you get a very nice sleep. That one I can attest. Lakini pia kuna mambo mengine unafanya pale. Wengine wanatoa manguo, wanatoa saa, sijui nini. Wale ambao ni wachoyo, wale ambao ni lazy, ambao hawajatandika kitanda walipoamka, sasa wanaanza kutandika hali anataka kulala, ndio? When are you supposed to make your bed? When you wake up, isn't it? Lakini wengine wanakuja kutaandika ili walale. Wengine wanakuja kutaandika ili Bwana alale. Hadi Bwana anauliza akiwa tu kwa sitting room, umetandika kitanda? Si ilipaswa kutandikwa kitambo. But I have one message for you. Wakati unalala, unafanya ile tunaita rehearsal ya kifo chako. When you are sleeping, you rehearse on your death, so that you die a perfect death, because it is coming, isn't it? So, those rituals, when you are sleeping, what you do is that you rehearse on death. Nitaeleza. Si mtu akifa tunasikia ameacha vitu zote, ndio? Mashamba, manyumba, kila kitu, bibi, watoto, bwana, pesa. Si unaacha kila kitu? Sasa wakati uko pale unataka kulala, kwanza unajiangalia. Unajiangalia kama huyu mzee amevaa nguo yake nzuri na tai. The first thing atatoa ni tai. Hata haifunguliwi, unaweka kidole, unaivuta, unaiweka pale. It was part of your beauty and grooming during the day, isn't it? It defined you. Si uliona huyo? Si uliona vile alikuwa msmart? Alikuwa na suti na tai. Sasa wakati huo tai inafanywa nini? Inatolewa, inawekwa kando. Koti linatolewa, inawekwa kando. Unatoa manguo ambazo zimekufanya uwe mrembo the whole day. Unatoa. Na hata kama utavaa zingine kwa wale wanavaa, ukiziangalia, yani mema umeachana nayo, ndio? Hata kama utavaa zingine. Kama kuna mambo usiku utoke, ati sijui kuna nani bio imepigwa huko nje, ukitoka watu wataanza kukuita soja, ndio? Kwa sababu ya vile umevaa. Kina mama si mnajua kile mnaweka kwa kichwa. Halafu utatoka na hizo maguo, utachukua kijacket ambacho hata si kizuri, halafu natoka watu wanakuuliza soja, ni nini imefanyika? Hajui ni yule mama ambaye anakuwa smart kabisa akienda job, ndio? Halafu jambo lingine ni kwamba umefunga mlango, ndio? Umefunga mlango. Umeingia katika chumba chako peke yako. Mema yote umeacha kule nje. Mali yako yote umeacha kule nje. Ng'ombe ziko wapi wakati huo?
ziko wapi? Maplots ziko wapi? Manyumba zako, ma-apartment ziko wapi? Ma-Airbnb yako wapi? Ofisi yako ya kazi iko wapi? Iko nje. Mali yako yote iko, and then you are here as a very poor man, as a very poor woman, in a very small room. Hata kama nyumba yako ni kubwa kiasi gani, lakini wakati ule uko kwa karumu kadogo 10 feet by 10 feet. Just a little bigger than a grave. Just a little bigger than. Alafu unaingia kwa bed, unajinyosha vizuri, si ndio? Alafu unajifuni. Do you know that is what we will do to you one time? Tutakutoa manguo mazuri, tutakulalisha pahali na tutakufunika, tutakuweka kwa saduku, tutakuweka kwa kaburi, tutakufunika na mshanga. So you always do a rehearsal of your death every day you go to sleep. Are we together? Halafu asubuhi kunapokusha unafanya rehearsal ya ufufuko. You are coming from a place you do not know. You have no power to raise yourself. Wakati umelala hauna nguvu wewe ya kujiamsha, si ndio? Wengine wanasema mimi na set alarm yangu, na ikifika saa 11 alarm inalia, mimi naamka. Nani alikuambia ni alarm inakuamsha? Nani alikuambia? Kama ni alarm inakuamsha, tuipeleke moshari, tuiweke pale ilie saa 11. Itaamsha wangapi? Itaamsha wangapi? It is not the alarm that wakes you up. It is God who gives you life, new life again. Isn't it? Halafu jua linashomoza, jua si lako. Unatoka kwa giza, unaingia kwa mwanga. Mwanga ambao umeletwa na Mwenyezi Mungu. Unapoamka unaanza kubreathe vizuri. Ndio maana watu wanayon wanapoamka, because there is new air that we are breathing, isn't it? You open the doors, you open the windows, you bathe again, you wear nice clothes, and you come out. You meet new people. Hata kama ni wale wenu, lakini mnapokutana sasa unawauliza good morning, isn't it? Good morning. Because you are entering into a new phase of life. You are entering into a new phase of life. Very different from where you have been for those dark hours. Wewe sasa unatokea tena. Unatokea kwa mwanga. Unatokea kwa maisha mapya. Unakutana na watu sasa wakiwa na nyuso jipya. Halafu unaangalia program yako, unajua kazi ya kufanya siku ya leo. And then you start a new life. Are we together? All that is not by our power. It is by the power of God. So we live by the grace of God. Na yale tumesoma katika injili yetu inasema hivyo, kwamba kuna huyu mzee alienda shambani mwake akapanda mbegu, akaziacha, halafu zinaendelea kuota, zinaendelea kushipuka, zinaendelea kukua. Wafanyi kazi, watumishi wake wakaenda pale, wakatazama na wakasema, lakini kama mzee alipanda, twajua alipanda mbegu za ngano, lakini yanayoshomoza ni ngano pamoja na magugu. Can you imagine? The land is prepared. Manure has been applied. The seeds have been planted. And the land has been watered. So that the good seeds can germinate and give a bumper harvest. Lakini kunaye aliyekuja usiku akapanda nini?
magugu. Yale magugu yanakula kutoka kwa ile rutuba. Yale magugu yanamea katika lile shamba la mzee. Yale magugu yanapata maji yanayonyunyiziwa lile shamba. Yale magugu yanaenjoy kila kitu ambacho mbegu za ngano zinaenjoy. Are we together? So why are these seeds enjoying everything good? Why? Do they deserve? Zinastahili? They do not deserve, isn't it? They do not deserve. In fact, in ordinary circumstances, mtu angekibia pale, kakimea magugu kidogo hivi, unakachuna, unakatoa, si ndio? So they rush to the owner of the land na kumwambia, tumeona mbegu za ngano zimemea, lakini pia magugu yamefanya nini? Yamemea. Lakini mzee hastuki, hana shida. Anasema aliyepanda magugu sio mimi. That is a disclaimer, isn't it? Aliyepanda magugu sio mimi. Mimi nilipanda mbegu nzuri. Basi wanamwambia situende tukusanye yale magugu na kuyaweka kwa moto. Anasema la hasha. Wacha magugu yamee, wacha yakue, na wacha mbegu zangu za ngano zifanye nini? Zikue. So by the time this wheat is growing, I want you to get this point very clearly. As the wheat grows, the weed also grows. Courtesy of the owner, isn't it? Nani ameruhusu magugu yaendelee kukua? Nani ameruhusu? Si ni mwenyewe? Si anajua shamba ni lake? Si anajua magugu hayana faida? Lakini amesema nini? Achana nayo. Washa ifanye nini? Washa ikue. Lakini itafika wakati wa mavuno. Nitawaambia wavunaji watoe yale magugu, wakusanye, waweke wapi? Kwa moto. Na ngano yangu wakusanye, wafunge vizuri, waweke kwa gara zangu. Are we together? So tukifika hapo ndio tunajiuliza swali moja ambalo halinanga answers. And many people have asked me this question. Why do good things happen to bad people? Why do good things happen to bad people? Kwa nini mambo mema yanafanyika kwa watu ambao si wema? And again, why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? Is it that God is not present? Is it that God is not present? He is still present. Lakini kumbuka mwenye shamba alisema nini? Wacha magugu yaendelee kumea. Wacha ngano yangu pia iendelee. Kwa hivyo Mungu amekubali wewe kama ni mtu mbaya, Mungu amekubali uendelee kuishi. Mungu amekubali hata kama wewe ni mbaya, Mungu amekubali uendelee kunawiri. Mungu amekubali mambo yako yaonekane ni mema wakati wewe kwa roho yako ni mtu mbaya, ni mtu mchafu, ni mtu wakasuba. Lakini Mungu amesema, I am giving you time. Isn't it? Unfortunately, magugu hayagebadilika kuwa ngano. Lakini wewe ukawa mbaya, unajua kwamba unaweza kubadilika na kuwa mzuri. At least you are not like plants. You are not like an animal. You are a human being. Isn't it? Mimi niliulizwa hilo swali na daktari mmoja anaitwa Mark Harding. Nilikuwa kule US. Nilikuwa kule Boston. Mahali kunaitwa Ashland. Huko ndiko wanafanyia ile unasikia Boston Marathon huko. Daktari mmoja tumemaliza ibada
akaja akaniuliza, Father, I have a question. Why do we have all the evils happening in our society? Why do we have bad people experiencing good things? Why do we have good people experiencing bad things? Why do we have theft? Why do we have prostitution? Why do we have corruption? Why do we have all these bad things within our society? Nikamjibu hapo hapo. Nikamwambia daktari. He was a very young American doctor. Nikamwambia, let me tell you. The ordinary has become the extraordinary. And the extraordinary has become the ordinary. Halafu akaniambia nakimbia kwa hospitali. But tomorrow I will take breakfast with you so that you explain what you mean. That the ordinary has become the extraordinary. And the extraordinary has become the ordinary. So the following morning akaja. Tulikuwa na father mwingine mzee hapo. Tukaketi kwa breakfast and alafu tukaanza kuongea. Kaniambia, I want you to tell me. Explain to me what you mean. Nikamwambia daktari, yale mambo ambayo mtu hangefanya hata akiwa peke yake. Do you know there are some sins that you cannot commit alone? Unajua hivyo? Kuna mambo wewe unajua ni mabaya, kwamba hata ukiwa peke yako huwezi fanya, si ndio? Huwezi. Hayo mambo sahihi watu wanayafanyia kwa paa za nyumba. Maodo maria adu matagekire maria iki mehia mekagirwo nyumba iguru na mite iguru na kiharo gatagati, isn't it? And then as people do that, they want others to share them. Wanataka watu wapigie nini? Makofi. You steal, you become corrupt, you kill, you maim people, you abduct people, and then you want people to clap for you. Sidio? Yani umefanya yale mambo mabaya zaidi, lakini unataka ukisimama mbele za watu waone wewe ni mzuri. It is only that God has given you a chance. Are we together? He is giving you a chance for now so that you can repent, so that you can change. Otherwise, at the end, wakati wa mavuno, kama wewe ni magugu, utakusanywa na kuwekwa wapi? Kwa moto. Wale wazuri watapita waende kwa Mungu, si ndio? Lakini magugu yote yatawekwa kwa moto. Kwa hivyo ni vizuri leo kila mmoja wetu ajiulize, who am I? Who am I? Kwa sababu kama wewe hutafakari, kama wewe hujijui, kama wewe hujachagua njia ya kupita na njia iliyo nzuri, wewe utaishi maisha sisi tukiona wewe ni mtu mzuri, wewe unaendelea vizuri, lakini tukifika kule mbinguni tutaenda kushangaa, si ndio? So there is something we call a fundamental moral option. Tutarudia hayo maneno. Can you say fundamental moral option? Fundamental moral option ni chaguo la mtu kibinafsi kujua, how am I going to live? How will I act? How will I relate with other people? How will I relate with my God? A fundamental moral option ni yako, na hakuna mtu anakusukuma to make that option. It is yours. You are a policeman. Make a fundamental moral option. How am I going to act? You are a farmer. How am I going to act? You are a shopkeeper. Nimeenda kwetu nyumbani juzi. Wakati narudi kwetu ni Laikipia.
Wakati narudi nikapata gari yangu iko na uchafu sana. Nikaenda kwa car wash. Wakati wanaoshaosha hiyo gari, na mimi nikaenda nikaketi kwa hoteli hapo. Nikaanza kunywa chai. And then I saw a young man walking towards me. Alikuwa ameambiwa osha hiyo gari na mkubwa yake. Akawalk mpaka mahali nilikuwa. Akaniuliza, "Excuse me sir, is that car yours?" Nikashindwa, sasa ni wewe unaiosha? Wewe umepewa kazi, nakuja kuniuliza maswali. Hii gari ninaosha ni yako? Nikamwambia, hiyo gari ni yangu. Akaniambia, kuna pesa imeanguka chini ya kiti. Chini ya kiti. So nikaenda nikaangalia. Nikaona note moja ya 1,000. Sijui ilianguka lini, lakini imeanguka chini ya kiti. It might have been there for a long time, isn't it? Ametoanisha hizo carpets nini, akapata kuna pesa imeanguka chini ya kiti. Yule kijana ambaye akiosha ile gari atalipwa shilingi 300. Sio 1,000, atalipwa 300. Na kati ya hiyo 300 kuna ile ya ofisi pengine 200. Yake ni 100. Lakini kijana ameangalia ile pesa na akasema, this is not my money. This is not my money. That is a man, that's a boy who has made a fundamental moral option. Yeye amekata kauli, sitafanya mabaya. Are you together? Sitaiba. I'm not going to steal. I'm not going to steal. Wengine hawajafanya hiyo fundamental moral option. Wanapewa shilingi 200. Wanaenda kuharibu mali ya watu. Si ndio? Because they haven't made that option. Wanaenda kuharibu mali ya watu. Lakini wataendelea katika society yetu. Si ndio? Yeah. Nilikuwa nafuata Olokarau, kulikuwa na uchaguzi, for those who don't know. Isn't it? Lakini nani hajui? Nani hajui? Nani hajui? Wewe unasimama na mwingine anasimama. Si ndio? Halafu mnakaa hapo kama Gano na Magugu, muko kwa shamba moja inaitwa Olokarau. Si ndio? Muko kwa shamba moja. Mvua ikinyesha inawanyeshea. Si ndio? Wakati mwingine inanyesha mvua ya gas. Wakati mwingine inanyesha mvua sijui ya nini. But there came the time for harvesting. Si ndio? Wakati wa mavuno unafika, magugu yanakusanywa, yanawekwa kwa Gano, inakusanywa, inawekwa kwa gala. Isn't it? Because the people there have made a fundamental moral option and they don't mind. Tupige, tuharibie mali, turushie tear gas. In our hearts, we have made a fundamental moral option. We know what to do. Isn't it? We know. Tunajua jambo la kufanya. It is in our hearts. We don't have to tell you. We wait for the day, and the day comes, and we do the right thing, what we have already decided to do. Mama, ukifika kwako nyumbani, you have made a fundamental moral option about your family. Baba, ukifika nyumbani, you have made a fundamental option about your family. How you are going to lead your family, how they are going to study, how they are going to behave. It's a fundamental moral option. Ukisikia mtoto akisema, siwezi chelewa kwa duka kwa sababu kwetu nyumbani lazima niingie by 6, isn't it? It is because the dad has made a fundamental moral option. Amesema, hapa kwangu sitaki watu wanakuja usiku. Unajua nimeenda nyumbani mpaka nikauliza my father a question. Nikamuuliza swali. Akaniambia, sasa unajua huyu kijana yenu mdogo, our last born, ati huyu kijana amezoea kuja hapa amekunywa pombe. Nikamuuliza, daddy, are you the one who is speaking? Ni wewe unaongea? Kwa sababu nilisikia kama ni mzee mwingine wa ngambo ile.
Because the father I know, my father, the way I know him, kwake huwezi kuingia kama umekunywa nini? Kwake huwezi chelewa. Kwake huwezi kuja na kitu, hata tukiwa shule ungekuja na fulana ama koti la mwingine utalirudisha usiku. Si ndio? Nikamwambia, the way I know you, it is not like you who is talking. Kama huyu kijana amekuja kwako kama amekunywa pombe, shida si yake, shida ni yako. The history of this family, I know. We don't smoke, we don't drink because of you. Sio kwa sababu ya mwingine, kwa sababu ya nani? Wait, nobody has ever smoked in my family. Nobody has ever taken beer because of our father. Na nikamwambia sasa, lakini najua wewe ni mzee. Huyu kijana anaweza kukushida sasa. Nikamuuliza, si uko na shamba lingine pale? Hebu mpatie aende. So now my brother is living in a different land. Nilisaidia kufukuza yeye. Nilisaidia. Niliambia baba, hiyo shamba umpatie. Na usimpatie peke yako, tuite tukue hapo. Umwambie, I'm giving you this land, build your house there, stay there with your family, so that I protect the dignity and the honor of my father, because I know his fundamental moral option. Sasa kijana ananawiri pale, ameenda kulima, ameendelea vizuri, ameona pombe si nzuri, so hata mimi nilisaidia yeye kureform. Si ndio? I also helped him to reform. Akapata obligations, akapata kazi, akapata wajibu wa kufanya, akaachana na mambo ya pombe. That is what we want. Watu ambao roho zao zinaelekea kwa kutenda wema. We are not going to be disturbed by the small bad things that are happening around us. Tutajua hayo ni magugu. Si ndio? Na wakati wa magugu utafanya nini? Utafika. Si ndio? Na magugu yatakusanywa na kuwekwa wapi? Yatakusanywa na kuwekwa kwa moto. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu moja, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Roho Mwana pekee wa Mungu, zaliwa tangu milele yote, Mungu kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadri ya maandiko, akapaa mbinguni. Ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ugama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kipaji cha uhai na kipaji cha imani. Tumuombe ili atuzidishie imani, atuongezee matumaini na pia atuongezee upendo. Tumuombe kwa ajili ya familia zetu, tumuombe kwa ajili ya watoto na wazazi, ili wote waweze kufuata taratibu za Kikristo wakitenda mema kila wakati. E Bwana, utusikie. Tuongeze maombi yetu.
Tuombee kanisa. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kanisa lako takatifu, tukiombea viongozi wote, tukianzia Papa Leo, maaskofu wote, mabishop, mashemasi, watawa, hata makatekista wetu. Wajalie afya njema, maisha marefu na hekima ili waendelea kukutumikia. Tunaleta kanisa letu la St. Cecilia mikononi mwako, tukiombea viongozi wote wanaotuongoza, hata wanaohudumu kwa jumuiya zetu. Wajalie neema wanapokutumikia. Tunaleta shuhudi zetu mbele yako, hasa ujenzi unaoendelea wa choo na wakumbi ya shughuli mbalimbali. Tujalie mifuko yetu, tupe moyo wa kujitolea, tutumie wasaidizi ili kwa neema yako shughuli hizi zikamilike. Na tunaomba hao tukisema Mungu tusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Tuombee nchi yetu Kenya. Everlasting and loving God, we come before thee this morning, O Lord, praying for our dear country Kenya, that Jehovah God, you may grant us peace, you may grant us love, you may grant us unity. Everlasting Father, we bring our leadership of this country unto thee, that you may bless our presidency, our deputy presidency, our governorship, our senatorial team, O Lord. We pray that Jehovah God, you may see them through, Jehovah, in their decision-making, Father, that they may faithfully make decisions that will bring harmony, that will bring prosperity, that will bring love and unity amongst ourselves. Bless us, the citizen of our nation, that Jehovah, you may help us to be loyal to our country and to be patriotic. This we pray, Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Papa mwega ni rucini urgituka mbere yaku tugicokia ngatho ni undu wa kio kia muoyo. Thengiũ Papa ni gũtee nyũmba-inĩ yaku tucokie ngatho tuge nĩ wagĩrĩire. Nĩ tũrarehe bamĩrĩ itũ mbere yaku Mwathani, ĩrĩa ĩna athuri, atumia ona ciana. Nĩ tũrahoya kũgĩe na thayũ Mwathani, ũtũhe ũgĩ Papa. Tũkĩrehe ciana citũ Mwathani kahinda-inĩ gaka Mwathani, ũtuĩke wa gũcitungata Mwathani, ikiumagara Mwathani, iria iretha mawĩra Papa, ũtwarane nacio Mwathani. Reke matikahotwo nĩ Saitani Papa, no ũtuĩke wa kũmagitĩra, ũtuĩke matongoragio nĩ Roho Mũtheru. Na twahoya tũkiuga Mwathani ũtũigue. Tuombee wagonjwa na wale wanahangaika. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ni asubuhi njema, tunasema ni asanti kwa kipaji cha uhai. Tunaombea wagonjwa wote ambao wanahangaika, wakiwa mahospitalini, manyumbani mwetu, hata miongoni mwetu, pengine kuna hao ambao wasikii vizuri. Tunaomba mkono wako uponyaji ukae kwa kila mmoja anayeugua, na ili akaweze kurudia katika maisha yake ya kawaida. Kwa njia ya kipekee tunaombea familia ambazo ziko na wagonjwa wa kansa ambayo inahangaisha familia mingi. Familia zinaachwa kama zimefirisika, tunaomba ukumbuke hizo familia na wale wote wanaowashughulikia. Hatuwezi sahau kuombea familia ambazo zinahangaika kwa njia moja ingine, wengine wanahangaika kikazi, wengine wameenda kutafuta riziki katika nchi za nje. Tunaomba ukumbuke hizo familia na wale wote pia wako na wamepoteza wapendwa wao. Tunaomba ukumbuke hizo familia, uweze kuponya roho zao wakati huu mgumu, na kila kitu ambayo wanahitaji katika hizo shughuli uweze kuwapea na kaweze kutimiza hizo shughuli vizuri. Na tunaomba hayo tukisema, Baba, tunakuomba uyasikie maombi yetu. Sala ya kutangaza mwenye heri mtumishi wa Mungu Kardinali Morris Michael Lotunga. Mungu, ulimpa nafasi mtumishi wako Kardinali Morris Michael Lotunga neema ya kuwa mchungaji na mfano mwema katika huduma ya kanisa, na kumfanya ishara ya unyenyekevu na upendo kwa maskini na wasiojiweza katika jamii, wakati huo akijinyima na kujitenga na anasa za dunia.
Twakusihi ukubali ili tupate kujifunza, pia kuitikia kwa uaminifu na mahitaji ya wito wa Kikristo, kugeuza nyakati zote na hali ya maisha yetu kuwa nafasi ya kukupenda wewe na jirani zetu kwa furaha na wema, na kukutumikia ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Tunakuomba umtegee mtumishi wako Kardinali Otunga sehemu katika utukufu wa mbinguni, ambayo ni ahadi kwa wale waliokuhudumia vyema. Kupitia kwa maombi yake, libariki kanisa, nchi yetu, familia yetu, na utujalie neema tunayoomba kwa unyenyekevu, hasa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, pokea sala na dua zetu zote tulizotaja na nyingi zilizo katika roho zetu. Tujalie yote, kwa maana tunaomba kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wenye wanalipa na M-Pesa, kuna buy goods, kuna till number 41 44 750 yenye iko kwa ukuta. 41 44 750 wenye wanalipa sadaka na M-Pesa. Asanteni.